Karibu sana Isha. Asante. Okay, Isha yupo hapa, unatusikiliza kutokea YouTube channel Aishafi TV. Utakuwa unamuona kwenye YouTube channel yake ya Isha Film. Kikubwa zaidi tuna dili na kuhusu sanaa yake ya film. Unaweza kututambulisha kiundani wewe ni nani ili watu wakufahamu kiundani? Mimi ni mtu ambaye kwanza napenda kuishi na watu vizuri. Ndio. Lakini pia mimi ni mtu ambaye sinaga mambo mengi. Ndio. Sinaga mambo mengi. Maisha yangu ni filamu, maisha yangu ni sana. Okay, unaweza ukatuambia kiufupi safari yako ya uigizaji? Mimi ni mtu ambaye safari yangu kidogo ya uigizaji ilikuwa na changamoto. Ndio. Mpaka hapa ambako nafikia ni kwamba nimepitia mambo mengi sana. Ndio. Sema Mungu akisema atakubless basi hakuna ambaye anaweza kazuia. Sasa hivi kidogo hizo changamoto ambazo nilizipitia ni kwamba naona zinaenda zinapungua, maana kazi zangu ni milango inaanza ende inafunguka kama anapoangalia. Lakini safari yangu imeanzia pale ambako kwanza nilikuwa napenda hii kazi sana. Kitu cha pili, niliamua kujituma bila kujali ni kitu gani, ni shida gani nitakazozipitia mpaka nifikie kuwa na mimi mwigizaji. Niliamua kujituma na kupambania kile ambacho mimi nakitaka. Ukiangalia huyu ndo anajua, basi namfuata, namuomba ushauri 1 2 3 na mpaka hapa ambako nimefikia. Nilienda bahatisha mtu ambaye alinisimamia na kusomea hii sanaa, aisenipitia mambo mengi. Kiufupi safari yangu ya sanaa imeanza nikiwa DRC. Ndio. Imeanza nikiwa DRC na nilikuwa nafuatilia sana movie za ndugu yetu Steven Charles Kanumba na akawa amenivutia sana. Na hapo ndo nikawa nimesema kwa na mimi nisiingie kwenye haya mambo, nijaribu. Na ukweli katika kujaribu niliona mambo yanaenda vizuri. Basi sikuamua kuacha, maana Charles Kanumba nilikuwa namfuatilia kwenye TV, lakini kuna wengine ambao wanafanya huko nyumbani, kabidi niwafuatilie wale, basi wajaribu kunipatia mafunzo kidogo kidogo. Sikuchoka, nilipitia mengi. Lakini mpaka sasa hivi baada ya kusomea haya mambo nimekuwa vizuri. Ndio. Yaani ulianza sanaa kuna miaka mingapi? Nakumbuka nilikuwa niko na miaka 10. Miaka 10. Ndio ukaona kama ndio uanze mambo ya sanaa? Ndio, yani nilikuwa niko na miaka 10 na nilikuwa mimi mdogo kabisa. Lakini kwa kuwa nilipenda sanaa haina udogo. Ndio. Sanaa haina udogo, yani ukiamua kuanza na unaweza kufanya kitu ambacho jamii, maana ukiwa mtu ambaye unaelimisha jamii basi utachukuliaje kwa udogo. Mimi nimepambana sana na hapa ambako nimefikia, najua jamii inanichukua mimi ni mkubwa sana kwenye hizo kazi, lakini nilianza nikiwa na miaka 10. Kitu gani kilikuvutia wakati kuna hiyo miaka 10? Kitu ambacho kilinivutia ni mimi nilikuwa kwanza mfuataji sana wa movie ya Tanzania na kidogo Nigeria. Kama movie gani? Kipindi kile nilianza na Johari ya Charles Kanumba na Ray. Ndio. Nilianza kuwafuatilia na baada ya hapo walianza kucheza zingine kama Red Valentine na zingine na kuendelea. Ina maana mimi wale ndo watu ambao nilikuwa nawafuatilia sana. I wish kabisa hata Kanumba angekuwa sasa hivi. Light angeona sifa zake ambazo ningemtolea leo, maana yule ana mchango mkubwa sana kwangu. Ndio. Mpaka leo ukinambia ni nani ambaye ni mtu wa kwanza real model wangu ambaye namfuatilia, wa kwanza nitasema Kanumba. Ijapokuwa yupo lakini mpaka sasa hivi namfuatilia. Okay, unaweza kutuambia kwenye uigizaji uko kwenye stage gani? Kwenye uigizaji, yani kama wewe ni nani kwenye uigizaji? Mimi sasa hivi ni director. Mimi sasa hivi ni director, ni mwongozaji wa filamu. Ulianza director uko na hiyo miaka 10 ama ulianza kama kuwa muigizaji? Hapana, mimi nilikuwa muigizaji. Na safari yangu kuwa director sio kama nipendelea kuwa director. Ndio. Mimi nipendelea kupambana katika njia za kujifunza. Ndio. Lakini baada ya kupewa elimu ya sanaa na hizo hatua ambazo nilianza kuzifanya, walio wengi ambao nilikuwa nakutana nao na kutakuwa mimi ni bora zaidi yao. Kwa hiyo ilibidi tena wengi waanze pata mafunzo kutoka kwangu. Hiyo ndio ilisababisha nikajikuta nimekuwa director. Lakini baada hapo nilifuatilia mambo mengi ya directing. Nikajikuta basi hizo sifa zinanifaa. Nilifuatilia sana filamu yako ya Discrimination, ndio ilikuwa ya kwanza kwenye YouTube. Unaweza kutuambia changamoto gani zenye ulipitia kwa hiyo filamu?
Discrimination kiukweli ndio ilikuwa movie ya kwanza hapa nyumbani. Na hiyo ilikuwa na changamoto. Maana ni movie ambayo ilikuwa haina script, aiza script master. Yaani ilikuwa haina story. Yeah, ni kitu ambacho nilikitengeneza mimi baada ya kutafuta wasanii. Maana unajua hii sanaa. Unajua hii sanaa hapa nyumbani. Huwezi ukafanya kazi ya igizo afu ufanye peke yako. Ndio. So nilipofika hapa ilibidi nianze tafuta wale watu ambao tutashirikiana nao kufanya hizi kazi. Lakini ilikuwa changamoto, kila nikimuita mtu basi tufanye hii kazi. Bana walio wengi wanatuweka kwenye haya mambo, lakini hatuone chochote. Hatuone movie na hatuone kitu chochote kuhusiana na movie. Ndio. So ilibidi sasa nitengeneze kitu ambacho kinaitwa discrimination. Ndio. Ya hiyo discrimination basi ilikuwa ni ya kukuta kama ninavyokuta hapa, sister tusaidie, cheza kama hapa, cheza hapa, then nikakaa na shooter nikamwambia bwana unganisha anzia hapa mpaka hapa, ndio kile kitu kikamilika na kuitwa discrimination. Ilinipa changamoto maana nilikuwa sina wasanii. Okay, kwa hiyo movie ulipata elimu gani? Maana unajua kwenye movie ya kwanza lazima upate elimu ili upate zaidi ya kujua nikitoa filamu nyingine lazima nifanye hivi, nisifanye kama gisi nilifanya mwanzo. Isha ni mtu ambaye anafanya kitu kwa kufikiria, hafanyi kitu kwa kurupuka. Ndio. Yaani ukianzia pale discrimination na Kijiji au Gudo na zingine zina mpaka hapa ambako nafikia. Mimi kila kitu nafanya kwa kufikiria jamii itakipokeaje. Discrimination nilitengeneza kutokana na hali ambazo nilizikuta hapa nyumbani. Hapa Kigoma ni kwamba nilivyoangalia kuna wakimbizi ambao kuna Salamsika na ambao wanajiita refugee. Maana hao ndo wameshakuwa wakimbizi au bado hawajakuwa wakimbizi. Kwa ilibidi kwa haraka bila kutengeneza story basi tengeneze kitu kama vile katakuwa ubaguzi. Maana kama jina zimeshakuwa mbili na maana kati yao kuna ubaguzi fulani, unaona. Kwa nikawa nimeangalia nitengeneze discrimination, ubaguzi kati ya wakimbizi na waomba hifadhi. Na kweli sikutegemea, nilikuwa fikiria kitu kawaida, lakini walivyokipokea kilipokelewa kwa ukubwa mkubwa sana. Kama maana wengine kwanza hawakuita hiyo discrimination, waliita muomba hifadhi. Ndio jina ambalo mpaka sasa hiyo movie wanajua muomba hifadhi. Yaani wakienda kwenye YouTube channel yako wakitafuta discrimination alafu waone ni kweli watu walikuwa wanasema eti muomba hifadhi. Okay, tuingie kwenye filamu yako nyingine ulisema eti Kijiji cha Ogudo. Kijiji cha Ogudo. Ogudo. Niki Nigeria. Ya ilikuwa ni idea ambayo nilipenda itembee kama Nigerian. Ndio. Ya ina maana ni movie ni Kiswahili. Inachezeka kwa Kiswahili. Maana wa Nigeria wanacheza kwa lugha yao. Na sisi pia tunacheza kwa lugha yetu ambayo ni Kiswahili. Ndio. Ijapokuwa niliwachanganya pale kwenye title na designing ya kuvaa. Yaani kuvaa ndo tulivaa kidogo, yani kama wa Nigeria, maana ilikuwa ni hali za kifalme. Ya hapo tuliwachanganya katika mavazi na title tu, lakini ni Kiswahili cha hapa nyumbani. Maana ya Ogudo inamaanisha nini? Ni jina ya kijiji. Jina ya kijiji tu. Kwani mimi nikikuuliza kwenu kunaitwa mfano kunaitwa Luhonga. Maana ya Luhonga ni sijui. Kwa mimi Ogudo nilipanga ni jina ya kijiji tu. Okay, unaweza kutambia imekufundisha nini hiyo filamu kibinafsi? Kibinafsi mimi ni kwamba hiyo movie nilitengeneza kwa kuangalia hali ambazo, maana kama sisi hatujawahi kuishi kifalme sana. Lakini mimi najua sehemu ambayo kuna madaraka lazima kuwe vita. Kwa ndo kitu ambacho nijaribu kuonyesha jamii hapo. Na maana ilikuwa ni watu ambao wanapambania ufalme. Kwa hiyo ilinifundisha ukiwa kwenye madaraka ujue kuna watu unapambana nao. Okay, mwanzo ulikuwa na post filamu yako ku Donat Kambala. Kulitokea nini mpaka ukaacha kuposti filamu zako hapo? Unajua kipindi cha mbele ilikuwa vigumu sana watu kuwa na YouTube channel. Ndio. Na hivi yote ni vitu ambavyo sasa hivi baada ya mitandao kutanuka sana. Ndio hivi yote tunaanza ifahamu TikTok, Facebook, YouTube. Na maana kipindi cha mbele mimi nilikuwa sina YouTube channel.
Ilikuwa sina. Na sio mimi tunajua wengi walikuwa hawana. Ndio. Nilivyoanza kazi na shooter wangu ambaye ni Donald Kiambala, ndo nilikuta yeye ana channel, maana ni mtu ambaye alikuwa ametangulia kwenye hizo kazi. Unajua katika hizi kazi naweza nikakuwa mimi Isha, lakini nakutana na wewe Aisha ambaye wewe umetembea sana kwenye hizi kazi, na maana kuna vitu ambavyo unavijua zaidi yangu. Na hicho kitu pia tuwe tunakubali. Okay. Unaona? Kwa yule ni mtu ambaye alijua mtandao kabla yangu mimi. Unaona? Na nilivyoanza naye kazi nikutana naye na YouTube channel mimi sina. So nikabidi sasa movie nitaipeleka wapi ili ijulikane. Ilibidi nipeleke kwa huyo mtu ambaye ana channel. Gharama zangu mimi, lakini ipande kwenye channel yake ili angalau nipate hiyo jina na wajue kama Isha yupo. Okay, ilichukua kipindi gani mpaka ukaonda channel inaitwa Isha Film? Haikunichukua muda sana, sababu nilivyoangalia sasa kazi zangu zinaendelea, na ukiangalia sasa hivi siko na Donald Kiambala, na watu wengi wamezoea kupata kazi zangu kwa Donald Kiambala. Nikajiuliza vipi sasa kazi zangu zitakuwaje, na ilikuwa vigumu, maana sasa hivi ukiangalia kazi zangu zimetembea kwenye channel nyingi sana, kutoka kwa Donald Kiambala. Ukiingia Moz Public TV kuna kazi zangu pale. Ukiingia MKC Bilicha kuna kazi zangu pale. Yaani kuna channel nyingi sana ambazo nimekuwa na pandisha kazi. So kwetu si wasanii wanaturudisha nyuma. Niko kwenda mbele unarudi nyuma. Nikawa nimejifunza kitu, kwani mimi Isha nisitengeneze kitu ambacho kitakuwa Isha Films. Maana na hapa sasa hivi nimeshakuwa na kazi moja ya kuangalia wale watu wenye vipaji. Nikiona kama una kipaji, maana unaweza kuwa na kipaji ujue kama una kipaji. Hii kwa sisi ambao tumesomea hii kazi tunajua, naweza nikamwangalia Aisha, mbona huyu anaweza kuwa mwigizaji mzuri. Huyu hapa Kabaisa, mbona huyu anaweza kawa actor mzuri sana. Unaona? Nikiangalia watu na wakusanya na watia sehemu moja, mimi natengeneza vipaji vyao sasa ili wajipate. Sasa hivi ndo kazi ambayo niko nayo. Nikaona baada ya kutengeneza watu sasa hizi updates zitapanda sehemu gani. Ilibidi sasa nifungue channel ambayo itaitwa Isha Films. Okay. Ni mbinu gani zinatumia kuwaendesha wafanyakazi wako ili wao kama wewe? Kitu cha kwanza na washauri. Ndio. Kazi ya sanaa ni tofauti na kazi ambazo tunazifikiria. Okay. Kazi ya sanaa ni sawa na mkulima. Unajua mkulima anaweza kulima shamba heka nzima. Lakini kwenye hiyo shamba asitegemee mavuno sasa hivi. Ndio. Anaweza akapata aiza akakosa. Unaona? Hicho kitu kabisa ni matokeo ambayo iko kwa mkulima. Hiki kitu nakishauri hata kwa wenzangu wasanii. Hii kazi ya sanaa ni nzuri sana na inalipa. Lakini ukiamua kufuatilia hii kazi usikate tamaa. Jaribu kupambana bila kujali hiki, bila kujali watakupana wewe ni malaya, umekosa kazi, unapoteza muda wako. Yani just focus. Unaona? Ukishapambana hapo usitegemee malipo sasa hivi. Hizi kazi unazotengeneza wewe fanya vizuri, maana hizi ndio zitakupa malipo. Hizi ndio zitasababisha mtu fulani anakuja, bwana mimi naona unafanya vizuri bwana, mimi nataka nifanye na wewe kazi. Sasa kama akuona kazi yako atasema unafanya vizuri. Kwa hiyo mimi kitu cha kwanza ambacho nakitumia kwa wasanii wangu ni ushauri. Kuwashauri cha kwanza ni ushauri. Wasilie malipo. Walie kwanza kufanya kazi. Ndio. Alafu baada ya hiyo kazi ndio itawapatia malipo. Sasa hiyo ndio itawapa mafanikio. Okay. Okay, ni mida gani unaposti filamu zako na kwa nini unaposti hiyo mida? Mimi kitu cha kwanza ambacho mimi nakifanya, mimi mara nyingi sana napenda kuposti kazi zangu mida saa 12 asubuhi. Yaani saa 12 asubuhi kabisa kamili ushaposti. Na kwaka nimesha. Yaani ndo nakuwa naachia. Okay. Ina maana mimi huaga na posti kabla, mfano nitaiachia kesho asubuhi na iposti usiku. Unaona? Alafu naweza nikaiweka premiere, aisa naiweka hii sejo pale inakaa, ili mradi ikifika yenyewe inajiachia. Unaposti kwenye mtandao ya YouTube only ama kuna sehemu pengine pia unaposti pia? Sasa hivi kwanza YouTube ndo niko nayo sana. Instagram nimeshafungua page, pia ziko Facebook, lakini hizo sasa hivi kutokana na mapungufu fulani kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Kwa Instagram na Facebook na ingine mitandao sijaiweka sawa, lakini YouTube ndo bado naachia sana. Ila zile zenye usha post ushaanza kula matunda? Bado. Shambangu bado naiangalia, sijaona mafanikio, lakini najua mafanikio yanakuja. Okay. Ni mambo gani unafunza, yani ni mambo gani umeyajifunza tangu unaanza kuupload video?
Mambo ambayo najifunza ni kwamba kitu cha kwanza ambacho nakipenda ni kutokana na comment ambazo nazikuta za mashabiki. Ndio. Ya maana kuna wengi nakutana, maana asikudanganye mtu, mimi mtu ambaye yani niseme kama nakaa sana mtandaoni. Okay. Naweza nikaachia kitu lakini nitakaa napitia mara kwa mara nifuatilie comment. Maana hapo kwenye comment ndio kunatoka ushauri. Ndio. Unaona kuna watu wa kunikatisha tamaa. Lakini walio wengi jamani, mimi ukinishauri isha ni mtu wa watu. Yaani ushauri wako unanifanya mimi nasogea, napiga hatua nyingine. Kwa hiyo nikiangalia unanishauri unasema bwana Blazo ungebadilisha hapa, ungefanya hivi, mdogo wangu pambana. Unaona hiki kitu ambacho nakikuta kule kwenye comment mimi kinanipatia nguvu sana. Ndio. Yeah. Mbona watu wengi wanasema eti wanaume ndio wanasababisha wanaume wenzao wakatishe tamaa? Yeye unakuta mwanaume anaongelea kwenye comment kitu chenye kinakufanya wewe uvunjike moyo. Kwa nini? Lakini unaona mwanamke anakuandikia kitu kizuri. Mimi siwezi nikakata tamaa. Ndio. Labda na mimi nikuwe dancer nikate kiuno, lakini kukata tamaa siwezi. Okay. Yaani mimi yule mtu ambaye ananikatisha tamaa kwenye comment. Yaani asikudanganye mtu. Mimi atakuwa hajanipunguza hata kitu hiki. Hata kimoja. Bora tu angenishauri niendelee. Maana labda kabla kuingia kwenye hizi kazi nilikatishwa tamaa na watu wengi sana, ikiwemo pia mama yangu. Sasa kama mama yangu alinikatisha tamaa bado naendelea, wewe ni nani? Okay. Okay, sana yako unaiona wapi miaka ijayo? Kweli sana yangu ni kwamba naiona Marekani. Kwa miaka miwili ijayo, nisihesabu mwaka mmoja maana huu mwaka unaisha. Nihesabu kwa miaka miwili ijayo, sana yangu naiona itakamata dunia nzima. Itakamata dunia nzima. Ndio. Yaani naamini kabisa hichi kitu sana yangu miaka miwili ijayo itakamata dunia nzima. Yaani sitaki itakamata dunia nzima. Kwa nini? Maana mimi ndo mpambanaji, mimi ndo nafanya kitu changu, mimi ndo natengeneza. Kikubwa niombe tu support kwa mashabiki zangu maana hakuna mimi bila wenyewe. Lakini nawaahidi kwa kazi nazozifanya miaka miwili ijayo hata mtoto mdogo ambaye hajamjua Isha ni nani atamjua. Okay. Yeah. Unakiona tukibakuli? Yeah. Nakiona? Sasa nilikuwa nataka uchukue karatasi tu moja tu. Karatasi sasa. Karatasi tu moja tu. Sasa. Bakuli inahifadhi chakula, hii imehifadhi makaratasi. Hii imehifadhi makaratasi afu ina maswali. Sasa unatakiwa sasa uchague moja alafu isome, alafu tuelezee. Okay. Ndio. Basi mimi chagua nzuri. Mimi nitafanya hivi. Tazamisha usije ukasema nilichiti. Ndio. Utachukua ya huku. Okay. Sijabidi ifanye. Okay. Mimi nachukua hii hapa. Okay, tusome sasa nayo. Okay. Kwa matusi. Unaanza kusoma Kiroro. Tunataka tusikie wenyewe imeandika hapo. Okay, nasema hivi. Okay. Je, pesa ni sehemu kubwa ya mapenzi au mapenzi yanaweza kusimama bila pesa? Okay, tueleze hapo. Jamani shabiki umenisikia? Ila narudilia tena. Ndio. Je, pesa ni sehemu kubwa ya mapenzi au mapenzi yanaweza kusimama bila pesa? Ndio. Tueleze sasa. Ni kwamba mapenzi yanaweza kusimama bila pesa. Yanaweza? Yeah, ni kweli. Tuambie kwa nini? Maana hii dunia sasa kila mtu ana sababu zake za kupenda. Ndio. Imagine kuna mtu ambaye ana pesa lakini bado anahitaji mapenzi. Ndio. Amekosewa nini? Ina maana bora niwe sina pesa afu nimpate mtu ambaye nampenda. Turizishe mioyo yetu mimi na yeye. Okay. Yaani mapesa tutazitafuta. Okay. Unaona? Kuliko niwe na pesa huku bado nahangaika na mapenzi itakuwa ni vigumu sana. Sasa wanawake wa siku hizi wanapenda wale mwenye ana hela. Ndio waanze mahusiano. Asiponipenda mimi basi sio Okay, tuende kwenye sana yako. Ulianza sana yako ulikuwa na mpenzi? Hapana. Na nilikuwa kwanza sijafikiria, kwanza sijajua mapenzi ni nini. Ulishaoa? Yeah, sasa hivi niko kwenye ndoa. Uko kwenye ndoa. Unaweza kutuambia changamoto zako za ndoa na mwanamke wako alikupenda kabla hujawa na hela ama amekupenda ushakuwa na hela? Mimi kwanza sina mke, nina wake. Una wake? Yeah. Karibia wangapi? Ninao wawili. Wawili? Yeah. Wote wana watoto? Wote wana watoto. Okay. Hivi soon nategemea kabisa kama nilikuwa na watoto wawili basi nategemea watakuwa 4. 4?
Zeni tutasema 10, 11 Hapana. ili kizazi kiendelee na kifate babangu alikuwa director. Hapana, kutokana na kazi zangu pia. Ndio. Natamani kwanza niishie kwanza hapo ili nipambane na mambo mengine. Ndio. Unaogopa gharama nini? Mimi siogope gharama. Ningeogopa gharama nisingekuwa na wake wawili, ningekuwa na mke mmoja. Lakini mimi nao wawili sababu walinipenda. Kwanza nirudi kwenye hiyo swali yako. Ni kwamba wale wanawake walinipenda kwa hali ambayo walinikuta nayo. Ndio. Haijalishi walifuata sana, haijalishi walifuata nini, maana mimi nilikuwa msanii sio kwamba ndo na pesa. Ndio. Na naweza nikawa na pesa nikikutana na wewe njiani hutojua kama mimi na pesa. Ina maana walinipenda, walishawishika na mimi nikawa nimeshawishika na wenyewe. Tukaamua kuingilia mahusiano na God akawa amebless mpaka sasa hivi niko nao. Hawakunipenda kisa pesa. Ni changamoto gani zenyewe unapitia kwa wanawake wawili? Changamoto zipo. Kuna mazuri, utaambia mazuri na utaambia pia mabaya. Nitaanza na mabaya. Maana kwenye ndoa hiki kitu kiko na mabaya zaidi sana ndio iko kwenye ndoa sasa hivi. Ndio. Mabaya ni pale ambako naweza kuwa nilibanwa na mizunguko yangu. Huyu huko anafikiria kama nimempendelea mwenzio. Ndio. Unaona? Sasa muda wote anatumia tu kwa mwenzangu huko. Mimi je? Unaona? Hiyo ni changamoto ya kwanza. Kumbe mimi maskini ya Mungu yule naye kule anajilaumu hivyo. Sasa hivi bado iko kwa mwenzangu huko sasa mimi. Jamani hata nikikaa kwako nikae kwa huyu. Inatakiwa baada ya haya maisha yanaendelea. Inatakiwa pia niwatafutie maisha, niandalie watoto wangu maisha ya kesho. Unaona hiyo ni changamoto kubwa ambayo kwanza iko katikati hapo. Na mengine ila nimeongelea hiyo. Maana ni moja ambayo inagusa wale watu ambao wako kwenye ndoa, wanawake wawili na zaidi ya wawili. Ndio. Lakini pia kizuri ambacho kiko hapo ni kwamba inaweza kanipatia shida. Mfano unajua mimi ni msanii, mimi ni mtu wa watu na watu wengi. Ndio. Naweza nikafika hapa mfano kuna chakula kimechelewa kwa huu muda na nimekuja na watu, nimekuja na wageni. Wenda huyu alichelewa kidogo. Basi naweza nikatwanga simu tu chapo. Afanya hivi na nini, nakutana kule vipi, anasema huku tayari. Peleka moja kwa moja. Maana mimi nisikudanganye, maisha yangu napenda kuishi na watu sana. Unaona? Kwa hiyo ni kizuri ambacho nilikikuta ukiwa na wake wawili na afu ni watu ambao wanakusikiliza sana. Unaweza ukarahisisha ukiwa na wageni wako. Kitu ambacho hakikupatikana kwa muda hapa kinapatikana pia kwa huyu mwingine. Ndio uzuri. Unaweza kuwaambia nini wale ambao wanakutazama, unaweza kuwashauri nini ili wakusikilize? Mimi niseme kwanza wale ambao wananifuatilia, jamani mimi kila siku nasema mimi ni msanii, lakini msanii anaitwa msanii sababu ya watu. Ndio. Unaona? Ijapokuwa sanaa yenyewe ni ubunifu, mimi nabuni lakini najua nabuni kwa kile kitu ambacho mashabiki zangu watakipokea. Kwa naomba usiniachilie. Na hapa soon kuna kazi ambayo inakuja ni nzuri sana ambayo itapanda kwenye channel ya Isha Film. Inakuja kwa jina la Dark Legacy. Kwa wale Waingereza basi waanze unguza vichwa. Dark Legacy inakuja. Na ni movie ambayo nimeitengeneza mimi binafsi. Najua nimeitengeneza kwa ubora mkubwa sana, kwa ubunifu mkubwa sana. Nataka nipate sa comment zenu mashabiki zangu. Soon tu hapa inapanda. Asante sana. Huyu alikuwa Isha. Tunakushukuru sana kwa kuja hapa nyumbani, pia watu wamekufahamu kwa zaidi wewe ni nani. Asante sana. Asante.